Yesu ninakupenda, wewe rafiki yangu, nitakutumikia katika maisha yangu. Yesu ninakupenda, wewe rafiki yangu, nitakutumikia katika maisha yangu. Yesu ninakupenda, wewe rafiki yangu, nitakutumikia katika maisha yangu. Wewe ni nguvu zangu, wewe ushindi wangu, nitakutumikia katika maisha yangu. Yesu ninakupenda, wewe rafiki yangu, nitakutumikia katika maisha yangu. Yesu ninakupenda, wewe rafiki yangu, nitakutumikia katika maisha yangu. Wastahili sifa za moyo wangu, na kuabudu, uliniumba ni kuabudu, na kuabudu, Mungu wangu, na kuabudu, Yesu. Wastahili, wastahili sifa za moyo wangu, na kuabudu Baba, uliniumba ni kuabudu, na kuabudu, Mungu wangu, na kuabudu, Yesu. Wastahili, wastahili sifa za moyo wangu, na kuabudu Baba, uliniumba ni kuabudu, na kuabudu, Mungu wangu, na kuabudu, Yesu. Sante Yesu mfarume. Sante Yesu mfarume. Sio kazi yako kugusa popote. Tunaenda kwenye somo letu, kama Mungu alivyotupa neema. Kama Mungu alivyo tupa neema. Na leo tuko Isaya sura ngapi? 10. Ya 9. Tuko Isaya sura ngapi mwenye kumbukumbu? Ya 10. Mama, unakumbuka? Jana tumesoma. Tuko sura ya 9 Isaya. Kwa mwendelezo tulionao wa kusoma neno la Mungu kwa njia ya kusoma nini? Biblia. Tunasoma neno la Mungu kwa njia ya kusoma Biblia ili kujifunza kwa manabii walio tangulia, jinsi walivyotembea na Mungu na jinsi Mungu alivyosema na wao, na pale walipokosea Mungu alivyowaadhibu na kuwaonya, na jinsi alivyowarejesha kwenye njia. Na niliwaambia kuwa kitabu cha Isaya ni kitabu cha maonyo. Nabii Isaya alifanya kazi kwenye mazingira magumu sana, mazingira ya maonyo. Watu walikuwa wamekengeuka mno. Watu wamekengeuka mno, wamepinduka. Kama sasa watu wamegeuza, yani watu wamekuwa zaidi ya wanyama. Zaidi ya nini? Wanafanya mambo ya ajabu hata mbwa hafanyi. Wanafanya mambo ya ajabu hata kuku hafanyi. Ni aibu. Kwa nini? Ni nyakati za mwisho. Ni nyakati ambazo adui anafanya kazi kwa kasi kubwa. Maana anajua muda wake umeisha. Umeisha. Bado ni kitambo kidogo tu. Lakini jipeni moyo, maana tutashinda. Tunashinda katika yeye atutiae nguvu. Tunashinda katika Kristo anayetupenda. Nami nitasoma kwa jina la Yesu na kwa neema ya Mungu iliyoko juu yangu. Na nyinyi nahitaji masikio yetu. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa.
lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Hao watu walifika hatua wakawa wamesahau Mungu wao. Wakawa wamesahau Mungu wao. Wakaanza kuabudu miungu ya watu wengine ambao sio Mungu wao. Hata leo hii mambo yameshatokea. Kuna watu wameokoka. Sawa? Ndio. Lakini ghafla adui amewaingiza kwenye mtego. Wameanza kuabudu miungu mingine bila kujua. Kwa mfano, kijana wangu Elisha anaoa. Kwa mfano anaenda kuoa huko Mburu. Wapi? Mburu. Sawa? Manyara huko. Halafu wale watu wana mira yao. Mira? Yao. Nisipokuwa makini wataniingiza kwenye mtego wa mira yao. Nabidi niwe makini. Nabidi niwe makini. Kwa sababu Mungu ameamua kuwarejesha na kuwaondolea giza ndani yao, kuwapa nuru. Giza ni maisha yasiyoeleweka. Maisha ambayo hujui unatoka hapo unakwenda wapi. Maana yake unaishi gizani. Unaishi wapi? Gizani. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Unajua uvuli wa mauti? Uvuli wa mauti ni sehemu ambayo yani kufa haufi lakini unaelekea kufa. Kufa haufi lakini unaelekea kufa. Yani ujui. Yani ujui asubuhi wala ujui mchana. Ujui jioni wala ujui asubuhi. Umeliongoza taifa, umezidisha furaha yao wanaofurahi mbele zako, kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahi hivyo wagawanyapo nyara. Mtu wakati anaanza kulima huwa analima kwenye nyakati ngumu sana, lakini siku ya kuvuna anafurahia ile mavuno. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kuongezea furaha kama mtu anayevuna. Yani kuna kitu unavuna kwenye maisha yako. Kama ni kazi ilikuwa imekaa vibaya, kazi kama vile unavuna faida ya kazi zako. Sawa? Kama ni masomo ilikuwa yamekaa vibaya, masomo yanakaa vizuri. Sawa? Kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake yenye yeye aliyemwonea, kama katika siku ya Midiani. Kwa mama kwenu Moshi natumia ng'ombe kulima? Hapa. Sasa kuna mikoa inatumia ng'ombe kulima. Maana yake inafungwa nira hapa, zinafungwa mbili huku na huku. Naonaga lakini. Sasa ile nira na hata mtu anaweza kufungwa nira. Unafungwa nira ya kutokuweza kujiongoza mwenyewe. Unafungwa nira ya kutokuwa na maamuzi. Una maamuzi na maisha yako kama vile umetekwa. Japo unatembea lakini umetekwa na ulimwengu wa roho. Umetekwa na nguvu za giza. Umetekwa na falme za giza. Umetekwa na mamlaka za giza. Umetekwa na wakuu wa giza. Umetekwa na mapepo ya majeshi wabaya katika ulimwengu wa roho. Yanakunyima uhuru wa kuendesha maisha yangu. Mungu anapokuja anavunja ile nira. Anaivunja. Amina. Anakupa kuwa huru, ili uwe huru uweze kufanya vitu vyako kwa furaha, maana penye furaha pana mafanikio. Uweze kuishi kwa amani, maana penye amani pana changamko la moyo. Amina. Sawa? Amina. Maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo na mavazi yaliyofungilishwa katika damu yatakuwa tayari kuteketezwa, yatakuwa kuni za kutiwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mavazi mtu huwa anavalishwa kwenye ulimwengu wa roho. Mavazi ya kudharauliwa, mavazi ya kuchukiwa, mavazi ya kujichukia we mwenyewe. Yaani mwenyewe unajichukia. Mavazi ya kuwachukia watu. Mavazi ya kutokuthamini maisha yako, yaani unaishi na furafu. Unaishi? Sasa Mungu ameahidi akishuka juu yako anayateketeza. Amen. Kuna mavazi ya mawazo mabaya, unajiwazia vitu vibaya tu. Mungu akishuka kwako yote anateketeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Huyu ni Kristo Yesu Bwana. Ndiye aliyetabiriwa nyakati hizo za Isaya, zamani sana. Zamani sana. Leo hii tunaongea habari zake ndani yetu kwa sababu alitabiriwa kwanza na manabii waliotangulia kwamba atazaliwa mtoto mwanaume ambaye kuna kitu cha kwanza anaitwa mshauri wa ajabu. Maisha yanahitaji mshauri. Ukikosa mshauri mzuri lazima ufanye vibaya. Kwa mfano, wewe unasoma, ukipata mshauri mbaya anayekwambia tukacheze ukamkubalia, maana yake unaharibu masomo. Lakini ukipata mshauri mzuri anayekwambia tusome kwa bidii, maana yake mnafaulu. Mimi sinafanya biashara nihudumie familia yangu. Nikipata mshauri mbaya alafu nikampa nafasi ya moyo akanishauri kwenda baa au kwenda kwa makahaba, nikamsikiliza, maana yake kile ambacho ningewaletea nyumbani muweze kukitumia naanza kupeleka kwa watu wengine. Nyie mnaishi kwenye shida na mimi naingia kwenye rahana. Sawa? Kwa hiyo yeye ni mshauri wa ajabu. Yaani ana uwezo wa kushauri mambo yako yote na ukawa salama. Amina. Na hilo ni jina lake. Amina. Mshauri wa ajabu ni jina lake. Mungu mwenye nguvu ni Mungu mwenye nguvu ya kuvunja nguvu za miungu yote inayofikiri kuharibu maisha yako. Sawa? Baba wa milele anaitwa baba wa nini? Baba asiyekuwa na mwisho. Sawa? Baba wa mwili anaweza akafariki, anaweza akaugua, anaweza kukaa mbali na we. Yeye ni baba wa milele, maana hata ukiwa na wewe ukiwa baba na familia yako, baba wa milele kwako. Wewe ukiwa mama na familia yako, baba wa milele kwako. Sawa? Ndio. Mfalme wa amani. Mfalme wa nini? Amani. Kumbuka amani haiko dukani. Uweze nunua amani. Hata ungekuwa na pesa inajai nyumba, uweze nunua nini? Amani. Na amani imebeba kustawi kwa mwanadamu. Imani kiroho ni mafanikio, ni kustawi, ni kuishi kwenye maongezeko. Iwe ni kimasomo, ni kibiashara, sawa, ni kilimo, ni uvuvi, ni kuchimba madini, kazi zote unaifanya. Sawa? Ndio. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Yaani yeye ana mwisho kwako ukimkubali. Awe Bwana na Mwokozi. Kazi yako ndogo sana ni kumkiri kwa kinywa chako tu. Yesu uwe Bwana na Mwokozi. Hebu tufanye nani kidogo homework kidogo. Sema Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tangia sasa na hata milele. Utawale moyo wangu, nafsi yangu na mwili wangu. Niwe wako, uwe wangu milele. Barikiwe. Amina. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuudhibitisha na kuutengeneza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Wivu wa Mungu juu yetu. Wivu wa Mungu, sikiza vizuri. Wivu wa Mungu ni kutuona sisi tuna raha, tunaishi kwa amani, tunaishi kwa furaha, tunalindwa na nguvu zake, tunatembea kwenye uwepo wake. Sawa? Ndio. Tunafurahia vyote tumepewa, tuvifurahi. Tumepewa tufanyeje? Tuvifurahi. Vyote tunavyoviona chini ya jua tumepewa tufanyeje? Tuvifurahi. Ila kwa sababu ya dhambi tumetengwa navyo. Tukiingia ndani ya Kristo tunarejeshewa tena. Maana ndani ya Kristo sisi tunakuwa warithi. Tunarithi vya Mungu ndani ya Kristo aliyetulisha tena. Kwa nini? Adamu wa kwanza hakujua thamani yake akapoteza. Mungu ikamgharimu amlete Adamu wa pili ambaye ni Mungu kamili aliyeuvaa mwili akaishi kama mwanadamu ili kumwokoa mwanadamu, ili mwanadamu arudi kwenye nafasi yake. Sawa? Ndio. Bwana alimpelekea Yakobo neno likamfikiria Israeli, nao watu wote watajua, yaani Efraimu na yeye akae Samaria, wasemao kwa kiburi na kwa kujisifu nafsi zao. Matofali yameanguka
lakini sisi tutajengwa kwa mawe yaliyochongwa. Mikuyu imekatwa, lakini sisi tutaweka mierezi badala yake. Sikize vizuri. Watu wanajenga masanamu yao, lakini yataishiwa nguvu, yatafika mwisho. Watu wana miungu yao, lakini yatafika mwisho. Lakini Mungu wetu hana mwanzo wala mwisho. Kazi yetu ni kuliishi neno lake. Kuliishi sio brabra. Usimtafute Mungu wa chumvi. Usimtafute Mungu wa furuto. Usimtafute Mungu wa maji. Usimtafute Mungu wa udongo. Usimtafute Mungu wa mafuta, tafuta Mungu wa neno lake. Neno la Mungu ndio taa ya wewe kuunganisha na nani? Mungu. Ukishampata Mungu, Mungu atakupa jinsi ya kuishi na yeye. Ukishaanza kuishi na yeye, ukianza kumheshimu Mungu, ile heshima unayompa Mungu ndio heshima anayokuheshimisha kwenye maisha yako. Unanielewa vizuri? Amina. Haleluya. Kwa sababu hiyo Bwana atawainua hadi adui wa Reseni juu yake, naye atawachochea adui zake, Washuri upande wa mbele na Wafilisti upande wa nyuma, nao watamla Israeli kwa kinywa kilicho wazi. Pamoja na hayo yote, hasira yake haikugeukia mbali, lakini mkono wake umenyooshwa hata sasa. Lakini watu hawa hawakumwelekea yeye aliyewapiga wala kumtafuta Bwana wa majeshi. Kwa sababu hiyo Bwana atakata katika Israeli kichwa na mkia, kitu na nyasi katika siku moja. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa, na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Yana watu Mungu yuko pamoja na wao, lakini bado wanajisahau. Yaani wazee, unaona, wazee wanaoheshimiwa wanafanya mambo ya ajabu, na nabii anafundisha uongo. Anaambia tumieni maji, anaambia watu tumieni udongo, anaambia watu tumieni furuto. Anasahau Mungu asaidiwi. Mungu huwezi kumsaidia Mungu. Mungu anajitosheleza kwa neno. Naona mbingu na nchi vimekaa hivi. Vimekaa kwa neno la nani? Mungu. Hamna nguzo. Ushakuona nguzo kwenye nchi na ardhi? Hapana. Kwa sababu vimekaa. Ndio. Cha ajabu sasa. Sisi tumejenga nyumba ya matofali na nondo. Ndio. Ikipiga tetemeko inaenda chini. Lakini mbingu na ardhi viko pale. Ili ujue Mungu afananishwe na chochote. Kwa maana wawaongozao watu hao ndio wawakoseshao, nao walioongozwa na watu hao wameangamia. Yaani wanaongoza watu wamewakosesha, na wanaoongozwa nao wameangamia. Kwa sababu hiyo Bwana atawafurahia. Kwa sababu hiyo Bwana atawafurahia vijana wao, wala hatawahurumia yatima zao wala wajane wao. Maana kila mtu ni mnajisi dhalimu, na kila ulimi unena upumbavu. Yaani kila ulimi unaongea upumbavu tu. Pamoja na hayo yote, hasira yake haikugeukia mbali, lakini mkono wake umenyooshwa hata sasa. Kwa maana uovu uteketeza kama moto, uira mibigiri na miiba. Naam, uwaka katika vichaka vya mwitu, nao upaa juu katika mawingu mazito ya moshi. Uovu unakuteketeza wewe. Uovu unakuteketeza, unakula ndani. Kama unavyoona kutu inakula chuma. Na uovu unakula moyo wako kidogo, unakula mwili wako kidogo, mwisho unakufa haraka. Watenda maovu siku zao zitakuwa chache. Lakini watenda haki Mungu atawaongezea wingi wa siku za kuishi. Muombe Mungu utende haki. Utende kwenye mambo yako yote. Wewe acha masikio. Kwa sababu ya hasira ya Bwana wa majeshi, nchi hii imeteketezwa kabisa. Ukisikia nchi kuteketezwa, ghafla unakuwa ukame, nchi haizai tena. Mvua hakuna, mkipanda havitoki. Vinafia ardhi, nchi imeteketezwa. Mnakusanya vyakula lakini hamshibi, hapo mmekula. Nchi imeteketezwa. Mnafanya kazi sana lakini mwisho wa siku hata shilingi 100 hamna. Nchi imeteketezwa. Mnawapeleka shule watoto wanasoma, mwisho hawana kazi, wanabaki mtaani wanapiga kelele. Nchi imeteketezwa. Unakuta mtu ana degree lakini amekaa kwenye kahawa anachangia Simba na Yanga, maisha hana. Amekaa kwenye kahawa anamjadili Mo Bakresa, bakini maisha yake yamemshinda. Nchi imeteketezwa.
Viongozi wanakula rushwa. Viongozi hawatimizi wajibu wao. Anapewa fedha kutengeneza rami kiwango cha leso 3. Yeye anatengeneza 2, moja anakula na tumbo lake. Nchi imeteketezwa. Mahakimu kwenye mahakama wanatoa wanahukumu kwa kuonea watu. Nchi imeteketezwa hiyo. Maaskari mtaani wanaonea watu kwa kuomba rushwa na kuwaonea kwa makosa sio na sababu. Nchi imeteketezwa hiyo. Wenyekiti wa mitaa na vijiji na watendaji wa kata na vijiji wanachukua mashamba ya watu. Hiyo nchi imeteketezwa. Wazee wenye umri mkubwa miaka 60, 70 anafanya umalaya na watoto wadogo. Hiyo nchi imeteketezwa. Na huku familia anayo. Watoto wadogo wanajiuza mtaani. Nchi imeteketezwa hiyo. Huo ni wakati wa kurudi magotini na kuomba rehema za nani? Manake huwezi kumwomba ushauri mzee ambaye ana busara za akili ya kujitegemea. Kwamba ana akili za kitoto. Utamwomba ushauri gani? Tuko pamoja? Ndio. Kwa sababu ya hasira ya Bwana wa majeshi, nchi hii inateketea kabisa, na watu hawa ni kama kuni zitiwazo motoni. Hapana mtu amhurumiaye ndugu yake. Unasikia mtu anamuua kwa sababu ya shamba. Nchi imeteketezwa. Shamba utaliacha iti. Shamba utaliacha. Sio la ugombania. Alafu unagombana wewe na ndugu yako wa kuzaliwa. Tunagombania shamba ambalo kesho ukifariki wanapima urefu ulionao. Uondoke na shamba lote unaliacha hapo. Nchi imeteketezwa. Sawa? Sawa. Upokonywa upande wa mkono wa kuume nao huona njaa. Ula upande wa mkono wa kushoto wala hawashibi. Huyu mtu ashibi. Hao watu ukiwaangalia hawashibi. Kana nyumbani vizuri ameshiba, lakini unamkuta mtaani anakula anakula muogo. Anakula vichwa vya kuku ambavyo tulikuwa hatuli zamani sisi. Anakula utumbo kwa sababu sisi tunatupa zamani. Kwa nini? Ndani yake amekosa wa kumshibisha ndani. Ana mke nyumbani lakini anakwenda kufanya ukaba na wanawake wengine nje. Manake ashibi. Afanyiji? Ashibi. Wewe umekula nyumbani kwenu, umeshawafa ndio kwa jana tena kwenda kukudowea chakula kingine na majirani kwa majirani. Manake ndani yako pana shida. Nafsi yako haishibi. Sio vizuri? Ndio. Watakula kila mtu nyama ya mkono wake mwenyewe. Unasikia mtu anamua mtoto wake mwenyewe. Anamua mume wake, anamua mke wake. Ni maajabu. Tena tumesikia habari nyingine ya kusikitisha sana. Wewe mchungaji kama unahudumia watu unaweza kuuaje mke wako? Sasa watu utawahudumiaje? Utawasaidiaje mawazo? Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa na wachungaji wa vioni. Mungu ana wachungaji wa vioni. Kwa Mungu hamna chuo cha Biblia. Kwa Mungu kuna wito. Unakaa kwenye njia ya kumhitaji Mungu kwa moyo wako wote. Unaanza kusoma neno lake kwa nguvu zako zote. Ndio anasema anawapenda wale mpendao na wanaomtafuta kwa bidii watampata. Ukitaka Mungu leo mtafute kwa bidii. Kwa bidii zote. Akili zako, mawazo yako, fikra zako unazilazimisha zimtafute Mungu. Zimhitaji Mungu. Na zitambue bila Mungu haziwezi. Manase anamura Efraimu. Kumbuka Manase ni mtoto wa Yusufu aliyekuwa mtoto wa Yakobo. Manase anazaliwa na Efraimu, ni mtu mdogo lakini wanatafunana. Wanagombania vitu ambavyo wamevikuta duniani. Na vitu vyenyewe baba yao ndo aliwaachia hata hawajatafuta chochote. Sio vizuri? Ndio. Ni urithi Mungu amewapa. Na Efraimu anamura Manase. Nao wawili pamoja watakuwa juu ya Yuda. Pamoja na hayo yote, hasira yake
haikugeukia mbali, lakini mkono wake umenyooshwa hata sasa. Wakati nyie mnakurana, hasira ya Mungu inatengenezwa kwa ajili yenu ili kuwashughulikia. Na Mungu ni mzuri. Kabla hujafanya tukio, Mungu anakuonya ndani ya moyo wako. Ndio maana alimuonya Kaini. Akamwambia Kaini, mbona unaghadhabika juu ya ndugu yako ya Abili? Dhambi hii mlangoni moyoni mwako inakunyemelea. Ishinde. Maana usiende kumuua Abili, ni laana. Kaini utalaaniwa na ardhi, maana ardhi ikinywa damu ya ndugu yako, ardhi haitakuzalia matunda. Ardhi haitakuruhusu uishi kwa kutulia. Damu ya mtu haipotei bure. Hakuna siku utakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili, naamini mmenielewa. Mmenielewa? Ndio. Kuna mwenye swali? Hapana. Hapana. Ndio. Haya. Mimi nauliza swali. Ndio. Unafanyaje ili ukae na Yesu vizuri? Nijibuni. Wewe. Aneti. Unafanyaje ili ukae na Yesu vizuri? Simesema umeelewa? Kusali. Kusoma neno. Kusoma nini? Neno la Mungu. Unaongeaje na Mungu Shedi? Unaongeaje na Mungu? Roho ni kwa kuomba. Na kwa kusoma nini? Biblia. Neno lake. Neno Lake. Mwenye swali? Elisha? Naam. Ili utembee na Mungu, inatakiwa mtafute Mungu kwa kwanza kwa bidii. Kumbuka, elimu unayoitafuta darasani ina uwezo wa kukupa kazi, lakini haiwezi kukupa heshima kazini. Kwa nini? Heshima inaachiliwa na nguvu ya Mungu unayemtegemea. Unaiona kazi tunazofanya hizo kazi kila siku. Kazi haziwezi kukufanya uwe tajiri mkubwa, ustawi. Ila ndani ya kazi, nguvu ya Mungu ina uwezo wa kufanya ustawi uwe mtu mkubwa. Manake Mungu anajitukuza wewe. Baba, kuna kitu imeweka hapa. Okay.